na baba yako ndo alokufa. Kwa hiyo kazi za Mungu ni kujitoa wewe wote na kila kitu ambacho uko nacho. Musa na Haruni wakamwambia Farao kwamba tutaenda sisi na watoto wetu na wazazi wetu na kila kitu ambacho tuko nacho, hadi mifugo ambayo tuko nayo tutaenda, na hatutaacha chochote huku Misri. Na wewe usiache chochote duniani. Ukiokoka, okoka na masomo yako. Ukifanya huduma, ifanye na akili yako na fedha zako na kila kitu ambacho uko nacho, tukimweka Yesu Kristo kuwa mwanzo wa yale mambo yote tunayoyafanya. Kwa maana yeye ndiye anayeanzisha imani yetu, tena ndiye mwenye kuitimiza imani yetu. Kwa hiyo imani yetu inatimizwa na nani? Na Kristo. Kristo ndo nini tena baba? Neno. Kristo ndo nani? Neno. Kwa hiyo kama Kristo ndo neno, mtumishi wa Mungu, imani lako linaanza na nini? Na neno. Huduma yako inaanza na neno. Neno litakwenda kukufundisha kuacha mabaya. Neno litakufundisha kuacha dhambi. Unapolisikia neno la Mungu, unapolisoma neno la Mungu, linakwambia kwamba acha dhambi. Neno linakutuma kwa maombi. Unaomba, Mungu nisamehe dhambi niloitenda. Kuna kitu ambacho kwenye maombi Mungu anakitia kwako. Unaona kwamba nina mzigo wa kusoma neno. Tena unaenda kufanya nini? Maombi nayo inakutuma kwenye nini? Kwenye neno. Unasoma neno. Tena neno linakutuma kwenye nini? Hiyo hapo ndipo watumishi wa Mungu tunapopatikana. Sisi ni waombaji. Lakini muombaji sio timba la makanzu. Wanafunzi wote walikuwa waombaji kipindi kile. Kwa hiyo sote ambao tuko hapa ni waombaji. Uvae kanzu, usipovaa kanzu, wewe ni muombaji. Unapoimba sana, unapopiga kayamba sana, lengo liwe pale kwenye nini? Kwenye yale malengo matatu. Kukamilisha utakatifu duniani. Imagine unapiga kayamba ili kukamilisha utakatifu duniani. Amen. Unapiga ngoma ili kukamilisha nini? Utakatifu duniani. Unaomba sana ili kazi ya huduma ifanye nini? Itendeke. Baada ya kazi ya huduma inapotendeka, mwili wa Kristo nao unafanya nini? Jamani. Kuna yeye kawa tajiri sana, akaoa wake wengi sana. Umweleni Sulemani alivyoenda kuomba sana chini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wewe unapobarikiwa, Mungu amekupatia kazi. Asante Mungu ambaati. Mambo yenu maombi tosolo la kama mumeona kaine Anshiba kela utoshe huduma. Aja. Kama tutumia wa time. Pini muna hivi tena falanga roa elela kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Baraka za Mungu zisikae sehemu ya Mungu. Mungu hao upendo wako wa kwanza. Kuna wengine hawafiki kwenye huduma kwa sababu wanapenda sana mambo yao. Na watu kama na hao hawafai katika huu ufalme wa Mungu. Acha yote unayoyapenda. Paulo maandiko yanatuambia kwamba alihesabu mambo yote kuwa kama mavi. Duniani hakuna kitu kinachozarauliwa kama mavi. Hakuna. Kwa hiyo huduma yako wewe ni ya msingi. Huduma yako wewe ni mzigo ambao ni mzito. Huo mzigo uko hivi, unaanza kusukuma hapa. Ukitaka kuanguka unakuja kunani tena kushika. Watu ndo lelongi. Sasa wewe nchiko le ano. Lengo ile ya ole ale yobe obonge ole ale. Obashiko na nchiko ole ano. Sasa yani wana kwa hekima. Ojo hata lochomiro. Lakini umekiwa kama nini mtumia ati maangaliano. Bwana Yesu asifiwe. Sasa umtumia ati maangaliano na awendelea kweli. Lakini hiyo hotelo ano. Hiyo be atwa. Bwana Yesu asifiwe. Sehemu yako iko hapa. Hatutakuwa wote katika kanisa manabii, hatutakuwa wote katika kanisa mitume, hatutakuwa wote katika kanisa wainjilisti. Kama wewe una mzigo wa uimbaji, kama na wewe una mzigo aidha zawadi ya uimbaji, maandiko yananiambia kwamba hiyo zawadi ambayo uko nayo zihudumiane. Karama ambazo tuko nazo ni kwa ajili ya kuhudumiana, kusogeza huu mzigo huu. Uendelee mbele. Mtumishi hekima ale na huduma sehemu ya hiyo ubiri. Kwa sababu tunafanya kwa jinsi ya kuhudumiana, anaenda na nani? Na muimbaji.
Mwimbaji anapita anafanya nini? Anaimba, anawaandaa watu. Watu wanaingia kiroho, wanaomba sana. Wanapoomba sana, huu mzigo wa huyu mtumishi hekima hapa akianza kuutoa na kuanza kuupushi, watu watakuwa tayari washaandaliwa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio kazi ambayo tuko nayo. Mimi ninaposhindwa kusogeza huu mzigo huu, lakini ninapokuwa hapa nasaidia huyu nasaidia huko. Mwingine wako huko naye ananisaidia huko, because tumato aya mimi. Ili lengo liolale. Lakini nena sasa hano nabo oladi ono shile ono onge nabo lo wamanga sana. Hata mtu eno duma tamule mtakatifu. Mungu ni roho na wote wanaomwabudu imewapasa kumwabudu Mungu Baba katika roho na kweli. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo unapomwabudu Mungu katika roho, inapokosekana kweli ndani yake bado kuna tatizo. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Dimboi, neno ambalo nilowaletea siku ya leo, tunapofanya hii kazi ya Mungu, tusifanye kwa kawaida. Nebraska, neno nilowaletea kutoka kwa Mungu liko hivi. Tunapoanza kufanya kazi ya Mungu, tuifanye katika utakatifu. Na watu nilokuja nao kutoka Missouri iko hivi. Sio kwa sababu natoka kwenu eti lele ni kambo. Tunapokuwa kule tufanye katika roho na kweli kwenye utakatifu. Kwa sababu ya nini? Hakuna mmoja atamwona Mungu bila utakatifu. Andiko akasema kwamba aliye na sikio na asikie neno hili ambalo Roho ananena na kanisa, na Bwana wabariki. Amen. Amen. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mwamba imara.